Bwana, mambo vipi? Hopo poa na upugudi kinoma noma. Karibu sana katika ulimwengu wako. Huu ni ulimwengu wa filamu kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili. Hashtag yangu tutasema movies in Swahili. Leo nipo na Rahul. Mzigo unaanza. Bwana, CEO wa Kideoni na niko naye hapa kwa lengo moja tu, kupiga story mbili tatu, tuongee kuhusiana na Kideoni, lakini pia naangalia kama naweza nikapata chipu hii ya Kideoni pale tarehe 27 mwezi huu hapa wa 6. Lakini kingine kikubwa ambacho nataka nipige naye story hapa, nataka tuongelee kidogo In The Grey na nataka ni mchallenge kidogo kwenye baadhi ya movie. Raul, mambo vipi? Tuko vizuri ndugu. Mambo yanaenda? Mambo yanaenda. Bwana, hongera sana. Asante sana. Mimi ni mmoja kati ya watu ambao napata comments za watu. Mimi napenda sana technology kuliko movie. Though nilianza kwenye movie kwanza kabla ya teknolojia. Yeah. Na movie watu na comment sana, umetutupa bwana kwenye movie, ufanye review siku hizi. Yeah. Na sifanye review sana kwa sababu movies take time. Unataka uangalie, kuandaa script, kuedit. Yes. Sasa kwako wewe ni rahisi kwa sababu unafanya visual, unaonekana kabisa. Kwa hiyo editing yake inakuwa ni rahisi zaidi. Yeah. Kuliko ukiwa unafanya voice over peke yake. Kata ile. Hata mimi pia, hata YouTube pia naambiwa kwamba nimewatupa kwa sababu YouTube wanafanya voice over peke yake. So na mimi pia sijapost muda mrefu sana YouTube. Mara mwisho nilipost nadhani Monica hii part 2. Baada hapo sikufanya tena movie nyingine yoyote. Shida ni hiyo, kwa maana ina take time. YouTube wanafanya kitu kirefu, nusu saa, dakika 25, 20. Editing yake sio mchezo. Kwanza hongera. Nimeona press conference mmeongea kuhusiana na Kideoni, muonekana mkali wenu Esma. What's so special kuhusiana na Kideoni? Nini ambacho kinakuja? Maana press conference imekuwa kubwa kweli kweli. Yeah. Jana naweza nikasema Instagram ulichukua kwa masaa kadhaa, kila ukipita platform zote Kideoni. Yeah, special kwa sasa hivi labda ni kwa sababu tumeongeza burudani. Zamani ilikuwa ni movie tu peke yake, lakini sasa hivi tutakuwa ni movie, kuna ucheshi pia unafanyika, na kuna mkali wenu. Comedy kwa sababu comedy ni movie. Ni movie pia lakini labda ile tu ya majukwani kwa maana stand up ambao labda watu wengi hawahusiki sana movie, lakini nafanyika stand up comedy pia. Ni sanaa pia ya filamu. So tutakuwa na mkali wenu ambaye hajawahi kuperform hata mara moja stand up comedy. Yeye ni mtu wa skits zile. So tutakuwa naye atafanya stand up kwa mara ya kwanza Kideoni, lakini pia Asma Majid tunajua ni performer wacheka tu, ataperform pia, lakini tulimtambulisha pale kama mdhamini kwa sababu tumepata mdhamini wa kwanza kwenye maisha yetu ya Kideo ambaye ametushika mkono ukiondoa wale breakpoint, pamoja na huyu pia ameamua kutushika mkono. Kwa sababu ametia michuzi ya mingi sana. Na unajua Asma tu wapi hela? Asma tajiri kiasi iko. Kikweli Asma ametusupport sana brother. Nashindwa kusema numbers, lakini ni hela mingi ambayo inatusaidia uendeshaji mwingi sana. Hivi ni comedy inalipa kiasi iko ama kuna sama wanaingia Da Vinci labda hivi kuna vipande na edit? Ni boss yule, sababu unajua na ile Asma Staples kwa anaingiza pesa pia, lakini pia anafanya matangazo. Okay. Matangazo pia kwa vizuri. Brother mwenyewe unapendeza right now, ni baraka za matangazo Snash. Ni movies zinalipa hivi? Hapana, movie mimi actually sijapata hela sana katika movie, sio muongo. Lakini masuala ya teknolojia huko kwenye hizo huko ndo kidogo kuna michuzi mingi. Though nilivyoona Kideoni nikasema jamaa amefanya kitu fulani extra mile. Nimefikiria wewe unajua. Movie ukifanya ukiweka tu YouTube washikaji wanabakia tu mwana mkali. Lakini huwezi kutengeneza hela labda katika platform. Na pia bado huku kwetu mifumo ile ya matangazo ya kwamba mtu aweke ads katika video yako pia bado ni ngumu. So ile Kideoni imeitengeneza, imekuwa nzuri sana na imekaa katika style ambayo inatengeneza income. Hongera sana kwa Esma. Ni Asma Esma? Ni Asma, lakini nadhani matamshi ni kama ile I have. So Esma. Yeah, hapana. Esma waga mbona kama dada yake Diamond ni Esma. Ina E. Yule ni Asma. Huyu ni Asma ina A, yeah. Maana majina ya watu ukipronounce vibaya kwa shida. Very true. Hongera kwa hilo na hongera kwake pia na wengine wote ambao wametia nguvu zao. Na masuala ya challenge. Kwanza, kwa nini ufanye movie za MCU? Okay. Sija kuona ukifanya movie za MCU. Yeah, wanafanya reaction, nimereact na Spider-Man. Yes, umereact lakini na sio hii tu, nyingi kwa wanafanya reaction. Lakini sijaona ukifanya ile review za movie za MCU. Okay, cha kwanza mimi I'm not a huge fan wa aina zile za movie. Sio tu MCU. Movie zile, maana hata DC. Yeah, hata DC. Yani I'm not a fan. Of course, kuna movie kama Star Wars nimekuwa movie zangu bora za muda wote, lakini I'm not a huge fan. So napenda lakini si pendelei. Mimi mwenyewe pia ni shabiki kwenda kuzitazama mtu akizizungumzia. Mfano nikitaka vitu vya MCU nitaenda kwa Snash. Nitaangalia, nitaburudika, then I'm not a fan. Lakini sisemi kwamba siwezi kufanya. Hata wewe pia
mfano movie za Nigeria, sio kwamba ukiongelea. Haimaanishi kwamba snatch. So vitu yangu. Lakini haimaanishi kwamba ukiamua huwezi kufanya. No, naangaliaga na kwenye YouTube kuna washikaji fulani, kuna mshikaji mmoja sijui ni nani, anasimulia taratibu za Nigeria, anazipiga sana. Kuna watu wawili wanafahamu. Kuna Iz Konka na kuna dogo moja kutoka ETV inaitwa, anamfahamu, nimesahau jina lake, maskini ya Mungu. Sasa unafanya kitu poa sana. Nadhani kwa sasa hivi ndo anatisha zaidi. Nimesahau. Bwana, big up kwake kwa sababu madada wa kazi, washikaji wadada waambie kitu rafiki yangu. Wanakaa sana YouTube kuangalia za Nigeria, na wa Nigeria siku hizi naona wanatumia sana platform ya YouTube kuachia movie zao. Huwezi amini wako mbali brother, huaga wanapaka wanacheki wale couples. Huwezi amini. Waomba wafanye kazi zao kwa sababu ya promotion. Kwenye tamthilia ya Jua Kali wakati wanafanya recast, ni kurecast yes, baada ya Mimi Maz kupata matatizo ukamtoa akamweka Elizabeth Michael. Watu waliongea sana lakini hawakuongea kiprofessional. Nataka uniambie mawazo yako. Mimi Maz alianza na ile character na naweza kusema wengine walimuonea pale ndo kaanza nayo, kwa hiyo wakaipenda. Lamata ana jicho zuri sana kumchukua Elizabeth Michael kwa sababu katika characters wengi sana. Kwa nini Elizabeth Michael? Watu waliongea sana. Niambie wewe uliwaza nini? Lakini binafsi nadhani watu wamesahau. Kwa sababu kiuhalisia katika kiwanda cha filamu Bongo, Elizabeth Michael ndo kwanza kuanza kabla ya Mimi Maz. Kwa hiyo Elizabeth Michael anaijua vizuri kamera kuliko Mimi Maz. Kuja kutokea baadaye. Zile comment kwako kilikuja kitu gani kichwani? Of course niliona hizo comment sana. Lakini kwanza kwa Lamata hii si mara ya kwanza kufanya hivyo. Alikuwa na Menina kwenye series zake, alipata tatizo nadhani akamtoa kama mtu mwingine. Hata Jua Kali hiyo hatumuone kake Diamond yule Romy, kuna mtu anayevaa usika wa Billy kwenye familia ya Professor. Kwa si kitu cha kwanza kwa Lamata kufanya. Comment zile cha kwanza mimi nadhani ni mapenzi binafsi ya watu kwa mtu ambaye walimzoea. Hiyo ni la kwanza. Kila mtu ana mtu ambaye anampenda na alimzoea kifanya. Mfano hii leo Snatch yupo anikabidhi mimi ile movie ni Swahili nianze kutangaza, hata nije na fact kiasi gani. Watu kwanza wanampenda Snatch. Wanapenda anavyoongea, wanapenda a lot about it. Kwa mimi nikija na kitu gani, watu nipenda. Lakini cha pili pia ni kuvaa uhusika. Unajua Mimi Maz bro alikuwa na namna yake ambayo unfortunately akija Lulu atakuja na kitu chake ambacho hatakuwa 100% kama yule. Ila after time watu wanasahau. Yaani kienda ile baada ya muda fulani watu wanasahau, wanamzoea yule mtu na maisha yanaendelea. Yes, sasa hivi amenoga na Jua Kali. So nadhani watu kwanza ilikuwa sio issue ya technical issues, ilikuwa ni issue ya watu kumzoea. Lakini pia weza amini bro, Lulu pia alijitahidi sana kupita alivyo napita Maria. Isipokuwa tu Maria yule ambaye ni Mimi Maz alikuwa na ucharuku fulani hivi ambao huo ni Mungu ameweka ndani yako Snatch. Mimi siwezi kuwa hiyo unapo reactive vitu ambapo bahati mbaya Lulu anaimiss, lakini sio anaimiss kwenye fact za uigizaji, anaimiss kama binadamu kwa sababu sio Mimi Maz. Yaani Mimi Maz ana cheko yake ambayo hiyo sasa wewe huwezi kuipata Elizabeth Michael cheko kama. So hivi Lamata ni producer ni director? Ni director kwanza, Lea Mwandamseke yule. Mara tunafahamu kama Lea Mwandamseke miaka ile anafanya film kama kuingia kwenye series za TV. Lakini unapofanya muda mrefu sasa huaga watu tuna switch roles. Unakuta pia usha direct muda mrefu and now unajikuta pia umeingia kwenye kuproduce kwa sababu kampuni hizi kubwa huwa wanampatia producer fungu ili aende kuproduce then urudi. Sasa unaikuta director. Swali langu. Madirector wa Bongo ni wanajiita madirector kwa sababu ya acha niwe director. Lakini je, wanafanya kweli kwa maana ya director anapotaka kufanya? Mfano movie ya Odyssey ya Christopher Nolan ambayo inatarajiwa kutoka muda so mrefu. Christopher Nolan ni director. The way director ambavyo anafanya sawa, director anakuwa na story, director production anakuwepo, anakuwa na visual ya anachokitaka. Sawa, director ndo anamwambia videographer nataka engo hii. Sawa? Nataka hii shoot hivi, scene yangu nataka hivi. Je, watu kina kama Lamata wako hivyo? Sasa unajua kimsingi pia sometimes professional waga inakufa kutokana na bajeti. Sometimes dunia yetu ya huku brother, it's hard mtu kuajiri watu wote hao. Unaikuta mtu mmoja huyo anafanya majukumu mengi, sio kwa sababu ya professional, ni kwa sababu pia unakuta ni bajeti au namna yetu. Hiyo haipo kwenye budget Raul. Director. Ukiwa director, utaandika story yako. Na story of course uweze andika story wewe as a director. Anza kaandika mtu mwingine basi. Kuna vitu viwili. Director sio lazima awe na story. Story inaweza ikawa ya mtu mwingine.
lakini director ndo ambaye anapanga ile filamu. Sawa? Of course. Director ndo anakuwa na visual kichwani. Very true. Sawa? Na director anajua hadi kushoot, sema hashiki kamera. Na yako maeneo huwa anashika kamera, tunaona. Kama James Cameron huwa anashika sometimes. Sasa director anakuwa anajua zile angle. Sawa? Yaani kwa mfano movie labda kama In the Grey. Umeona In the Grey kuna sehemu alikimbia na kamba zile, wakashika kamba ile ni visual ya director. Kwamba kuna sehemu atashika na kamba, yani alitengenezea hiyo. Kwenye story ukisoma hakuna. Kwa director ndo anatengeneza. Ma director wa Bongo wana talanta hizo kwamba anakuwa anajua visual, anajua angle ya kushuti, anatengeneza ile format nzima ya series itaendaje, au ni madirector kwa sababu ya madirector. Kibongo Bongo kwa kweli sio wengi wanafanya hicho kitu. Mimi nimekuwa karibu na baadhi, mfano mtu kama Neema Depanya amekuwa akifanya hicho kitu kwa kipindi cha muda mrefu kidogo. Hii batibani kwamba sasa anakifanya kinamna gani, sio kinamna ya ukubwa huu, lakini amekuwa akifanya akiwa yuko pale. Kuna muda unakuta story haifanyi hivyo, ila akiwa pale anaona mazingira yanaruhusu kufanya kitu, ana create pale na kina make sense, kinaenda na vingine pia ameviandika ndani, ila si wote wanafanya hivyo. Bahati mbaya Bongo ilivyo, ukishafanya muda mrefu unaingia kwenye director. Kuna wasanii sasa hivi ni madirector brother, sio kwa sababu wana sifa za director, ila kwa sababu ya uzoefu wake alionao, aona bwana wewe mimi naweza pia nika director. Unakuta safanyi hayo unayosema wewe. Pia kuna mtu anaitwa DOP ambao tuna miss director of photography. Hatuna DOPs ambao wana sifa ya DOPs Bongo. Hata baadhi ya majukumu walikuwa wanafanya director kawaida ambao ni majukumu ya DOP. Inawezekana ikawa ni bajeti ama hata tufahamu DOP ni nani na umuhimu wake ukoje kwenye hizi sinema zetu ambazo tulikuwa tukizifanya. So nadhani ni hivyo. Mimi mtu akiniuliza kwa mfano napewa nafasi ya kuuliza tufanye nini, majibu ninayo. Lakini kiwanda cha filamu Bongo kimekufa. Kwa sababu hata hizi series ama sinacho watakuwa ataki watu hao. Of course, acha ni ataki, lakini tunazungumzia ukweli. Ukiangalia hizi tamthilia watu wanatengeneza kwa sababu wapate michuzi. Very true. Wana zile fusha zinakuwa ndefu sana. Watu wanafanya kwa sababu wapate michuzi. Sawa? Lakini pia hata wale ambao wanazichukua katika television zao hawana maana ya kutaka kukuza kiwanda. Wao wanataka kupata viewers katika channel zao. Ndio maana wana invest hela, watu tupe story nzuri, sisi tupate watu wa kuangalia. Umeelewa? Lakini sidhani kama hata watu wanafikiria kusema hili game tunalifanyaje. Umeelewa? Na unajua ubaya wa filamu ni kitu kimoja. Filamu si kazi ya mtu mmoja. Inataka teamwork. Muziki ni rahisi sana. Muziki ukiwa na melodi yako kichwani na kwenda kwa producer, S2 Keys, mnamalizana wawili tu. Ngoma limeisha, lishaingia mtaani, limeruka vibaya. Lakini sasa utakuwa na story nzuri, wewe sio director. Utakuwa na director vizuri, wewe sio cameraman. Utakuwa ni cameraman lakini sio producer. Utakuwa producer, sio mtu wa sound. Simeshasoma. Kwa hiyo hawa watu kwanza wanatakiwa na ushirikiano pamoja. Nimeongea hivi nilikuwa nakuja kwenye hili swali. Umesema kilichokuleta Bongo ilikuwa ni Marehemu Steven Charles Kanumba. 100%. Unadhani? Kwa jinsi ambavyo teknolojia imefika hapa sasa hivi, Kanumba angekuepo, movies zingeenda au ingekuwa hiki kina Kanumba yupo ndani? Brother, movies zingeenda vibaya kwa sababu utakurudisha kwenye movie ambazo jamaa aliziandaa miaka ile mpaka inakushangaza kwamba kwa teknolojia ile alizifanya kinamna gani. Movie kama White Maria tulikuwa tushaondoka kwenye ulimwengu ule wa kinamna fulani, lakini jamaa aliweza kuifanya. Yani ni insuka, lakini ni insuka wa teknolojia mbele kidogo kwenye White Maria. Movie kama Devil Kingdom, imagine alisafiri Datu Lagos pia kuwashirikisha wa Nigeria kwenye muda ambao mpaka unashangaa aliwezaje? Hakuna hata alikuwa anawaza. Tani Nigeria washakuwa kwa mbali kinoma. Ila aliweza kuifanya kwenye namna ambayo hata bajeti haikuwa kubwa hivyo. Kanumba kwa teknolojia hii ya leo naamini angekuwa yuko mbele ya muda. Cha kwanza, Kanumba singefanya hizi TV series, niamini mimi, ambazo ndo zimeua Bongo game. Kwa sababu sasa hivi watu hawazi. Anasubiri apigiwe simu na kingamuzi fulani andaye kazi, ila imeingia, atamchukua shirika zake wawili watatu, ataigiza series yao. Lakini tunaua sasa cinema, yani tunaua ule msingi wenyewe ambao tulikuwa nao. Brother, mimi nitarudia hichi kitu sio tu kwa Kanumba. Overall kwenye game. Kama tulikuwa na movie ya misukosuko 2005 na 4 wanapigana vile. Yes. 2006 ingekuaje sasa hivi? Sasa kama tungefanya hiyo kwa consistent. Mimi na kuchallenge. Kanumba angekuepo, lakini na pia ingefika mbali Snatch. Bado pangekuwa na ugumu kwa sababu wapi? Nipe eneo. Kwa sababu unajua issue sio Kanumba kuwepo. Issue ni kiwanda kinataka nini sasa hivi. Kwanza mfumo wa uuzaji filamu umebadilika.
Sawa? Baada ya Kanumba kufa. No. Trust me kaka. No. Trust me. Tungechukua tuashumu Kanumba yupo hai. Yeah. Bado mfumo wa CD watu hawana siku hizi. Kila kitu ni digital. Tuliingiaje kwenye CD brother? Kumbuka pia before CD tulikuwa tuna VHS. No, VHS na CD it's the same. Ni kwamba sasa unaambia flash na SSD. Sawa? Kwa hiyo VHS na CD ni kitu kimoja. Jinsi ya kudistribute ya kufanya kila kitu. Filamu siku hizi zinauzwa katika haya ma platform. Very true. Netflix, ukienda Amazon, umeelewa? Na Bongo hatuna platform ambayo inauza vizuri. Zipo lakini bahati mbaya sio kwa ukubwa huo. No, na pia hazifanyi vizuri, yani ile kuwafanya watu wakataka kushikwa na picha zetu. Kinachotuumiza ni kitu kimoja. Siku hizi utandawazi umekuwa sana. Watu wanaangalia sana movie za nje, movie za mataifa mbalimbali. Sawa? Sisi bado tuna test ya story zetu zile zile. Mapenzi, usaliti. Sijui umeelewa? Mapenzi, usaliti. Sijui umeelewa? Lakini tuna story nyingi sana Tanzania toka tumepata uhuru mpaka leo. Tuna story nyingi sana. Hakuna mtu ambaye amekaa kusema mimi natengeneza story ya kuhusu tukio fulani. Mimi naumia mpaka leo hatuna hata movie ambayo inaelezea tu kuzama kwa MV Bukoba in a way ambayo mtu tutatazama tutakumbuka kuhusu MV Bukoba, lakini pia tutapenda as a movie. Yes. Umeona kwa mfano kama tukio la Oktoba 29. Ni tukio ambalo unaweza ukatengeneza filamu. Nilikuwa namsikiliza director Michael Bay. Michael Bay anatengeneza sasa hivi, yupo katika utengenezaji. By the way, Michael Bay ni yule alitengeneza 13 Hours of Benghazi. Okay. Bwana Benga kwa kipindi kile. Moja kati ya movie nzuri sana. Michael Bay sasa hivi anatengeneza, sawa, filamu ya mapigano ya Iran na Marekani. Imagine recent one. Umeelewa? Sisi bado tunataka mapenzi zaidi. Na basi tumeshindwa kwenda na event. Tuna matukio yetu ya Kiswahili mengi hatuyatendei haki. Mimi niko naangalia Indonesia sasa hivi wanafanya vizuri sana Netflix na movie zao za kichawi. Jamani noma sana. Indonesia? I say. Indonesia wana movies za kichawi. Kuna moja nimeangalia inaitwa CG. Bana, hiyo sijaicheck lakini jamaa wako vizuri sana. Sawa. Kuna moja inaitwa Sumala. Sumala nimeona. Wanafanya yani ile ni wanaweka uhalisia wao wa dini ya Kiislamu pamoja na uchawi, ushirikina, lakini jinsi ambavyo wana capture, sawa? Yaani sisi tuna vitu vingi sana ambavyo vinatufelisha. Ingawasa pia kidogo sana kabla hujaendelea. Kwa nini pia nilisema kwamba Kanumba angefanya mabadiliko? Kumbuka safari yake. Unajua Kanumba unajua kwa nini nasema Kanumba ingekuwa ni ngumu pia? Lakini tubaki 50-50. Kwa sababu ndio maana nikakwambia movie si kitu cha mtu mmoja. Naelewa. Kanumba angeandika, Kanumba angejitahidi kusafiri, kutafuta watu, angeinvesti, kuhakikisha kwamba movies, lakini videographers, sawa, directors, watu siku hizi movie ni elimu brother. Sawa? Sisi tunajua kwamba utawasha kamera, utakuwa na filter yako, utakuwa na boom lako kwa ajili ya Qur'an, lakini movie na vitu vingi sana. Sawa? Niambie mpaka sasa hivi nani ambaye anashoot cinematic Bongo? Tunahisi tunafanya cinematic. No, bado yani tunakwambia yani wao kuwauliza watakwambia this is cinematic kwa mtazamo wao. Yes, lakini I don't agree kwenye hiyo point. Bongo mpaka sasa hivi ni shida kupata shot ya continuous. Continuous kwa maana ya kwamba mimi na wewe tumekaa hapa tunaongea, sawa? Tuamke, kamera itufuate, tu move, tuende mpaka sehemu nyingine. Cut zetu zile kwamba wewe kamera itakaa hapa, itakuface, hapa itaniface, tutapata na wide, tutazungumza hapa. Sio, umeelewa? So kuna vitu vingi sana ambavyo vinatakiwa vifanye kazi. Kwenye engo nyingine watu wanaweza kulaumu government, lakini government inafanya nini ikiwa sisi wenyewe hata elimu hatuna? Kwenye elimu na kubali, kwa sababu bahati mbaya sisi tunadhani talanta pekee inatosha, lakini trust me, elimu ni kitu kikubwa. Lakini pia si kwa nini hatu collaborate, kwa sababu vitu vingine you can collaborate kuvipata kama hiyo elimu wewe hauna. Na kulisha kisema ambao labda unataka tubaki sana hapo, lakini Marehemu Steven Kanumba movie zake za mwisho nyingi sana alicollaborate na directors wa Nigeria. Yani yeye mwenyewe hakuwa director, ilimsaidia kidogo. Umeona kwenye music video kipindi kile, yani sisi hivi katika filamu sasa hivi, katika filamu sehemu ambayo watu wame upgrade ni quality ya picha na sound. Of course sound quality nzuri, picha quality nzuri sana,
lakini bado hatupati cinematic. Na kurudisha katika music video, kipindi kile Adam Juma ana Mark 4 ana shoot video zile. Juzi nilikuwa naangalia video ya Mwansiti linalivua pendo. Kipindi kile ni video noma sana. Ama Anita ya Matonye. Ni video noma sana kwa kipindi. Sasa hivi ukiangalia. Lakini sasa hivi watu siku hizi wanapiga maunyama masini. Yaani color grading ya maana. Umeelewa? Wana invest locations za maana. Yaani kuna kitu ambacho kinafanyika ambacho ni tofauti. Yaani unaona kabisa kweli tumemove. Lakini ukija katika movie sisi tulichobadilika, of course mimi ambacho na enjoy siku hizi watu wamebadilika katika acting siku hizi watu wameimprove sana. Very true. Lakini katika video hakuna unyama, hatuna shot hizi za kusema kuna shot ya kushtua. Tunapata quality nzuri. Ingawa trust me, we are going there. Isipokuwa kwamba nadhani kama taifa tulipoteza pia watu wazuri sana. Kwa mtu anaitwa Timothy Conrad. Sio ule kumpata huyu jamaa. Sasa hivi kwa nchini Marekani. Jamaa alianza vizuri sana kuonesha gari kilipuka miaka ile, movie kama Dr. Max alifanya miaka ile. Akaja baadaye kumshape huyu Bitoke ambaye ni comedian, akafanya kazi kwenye ile movie yao ambayo inaitwa aligiza kama Maria. Ilikuwa ni horror, bonge moja ya horror movie. Unajua horror zetu zamani ilikuwa ni wewe unayeyuka. Ila horror za wazungu ni kwamba huyu ni Snash. Kamera ina move kwenda kwenye maji ambayo yanatiririka. Ikirudi hapa Snash hayupo. Sio mpaka mtu ayeyuke ndio itutishe. Inaweza mtu akapotea na kwa nini kwa wazungu inatutisha? Kwa sababu kuna music compose. Yes. Hatuna music compose. Sisi beat hiyo ni moja tu utaisikia na vitu kama hivyo. So watu kama wale pia tuliwapoteza miaka, lakini mimi naamini kwamba kama industry pia tutavuka huko, kwa sababu kiukweli pia kuna baadhi ya series hivi ukizitazama unaona kabisa kwamba wanajitahidi. Series kama Noma nilikuwa nasema sasa hivi imeisha tayari, watu na kiu nayo, imefanya vizuri sana. Tuna director pia kama kina Abduli ambao na wenyewe pia they trying to create hizo mambo. Wale Kisimani film na wenyewe pia. Tuna movies za mapigano za jamaa wa Mbeya wale, masoji na lao, you guys are doing great. Isipokuwa wanachokikosa angalia movies za mapigano asipoya time. Alafu weza mimi sasa ndo naamini kama jamaa wamedevelop sasa hivi. Hivi unaangalia hizo movie? Naangalia lakini asipoya time kubwa. Lakini yakija mapenzi na ma directors wa kwetu wanaamini kwamba lazima tushike watu fulani wa mjini ambao wana majina. Lakini ili movie iende. Kuna movie na kuchallenge sasa itazame inaitwa Ulingo wa Moto. This guy ameigiza nadhani ni Bavon au Bavo. Bana. Of course story wise haikuwa kali sana. Ila wao jamaa wana kitu kama mapigano. Brother, zile action zilinirudisha kwenye Undisputed miaka ile ya kina Boyka. Okay, so 100%. Lakini jamaa alikuwa na zile skills kama unatazama Undisputed brother. Tuachane na mambo ya kibongo. Najua comments zitakuwa nyingi sana. Tumalizie. Niambie kimoja ambacho umekipenda, ambacho hujakipenda kuhusiana na In the Grey. In the Grey story sala kwanza, man, unaweza kukata tamaa kwenda kuitazama. No. Story yake kidogo inakutaji usikilize sana. Uwe ni mtu wa kujua mambo mengi, mambo ya international laws na nini. Na ndio maana sasa ukiangalia vizuri, tuliowasimulia ndio unakusema kumbe movie kali hivi. Wengi wao walishia njiani ambao labda hawana hiyo knowledge. Yes, kwa sababu story mwanzo inaanza mambo fulani ya unatakiwa ujue, uwe una knowledge kubwa kidogo na ili simuliza vitu kama hivyo. Sala kwanza ilikuwa hivyo, lakini mimi ni mvumilivu kwenye movie hata ianzaje nitana nayo. Ila sala pili ilikuja kuinuka mpaka natamani ile sala kwanza labda ingeinuka hivyo. Lakini pia Bronco na ule mshikaji Sid, uhusiano wao na yule dada kuja kumsaidia na vitu kama hivyo, nilitegemea zaidi ambacho kilitokea. Yani nilitegemea action zaidi ya ambazo zilitokea. Yani kuna muda natamani kwamba sasa hapa anaenda kuvamia washikaji. Baada jamaa alikuwa amemteka, lakini huoni, yani walikuwa wanavumilia sana, kitu ambacho nilitegemea yani kulikuwa kuna mshamsha zaidi. Yani tulipata watu wakubwa sana kwenye movie. Jackie Gyllenhaal, the guy ameingiza kama Bronco, ameingiza kama Bronco. Nitegemea zaidi, ni watu kama wale, nitegemea zaidi ya ambacho kimetokea. Lakini sio movie mbaya, movie nzuri ambayo pia inaanza kwa uvumilivu fulani. Ni sala kwanza, sala pili ngoja imeinuka, then movie imeenda. Binafsi kwenye mwezi huu hapa, mwezi wa 5 na wa 6, I think hii ni huenda ikawa ni movie nzuri zaidi kuitazama kwa hizi miezi kwangu mimi binafsi. In the Grey ni movie nzuri. Yuko pale Asa Gonzalez, yupo Henry Cavill, yuko Jake Gyllenhaal. Lakini sasa ukiniuliza kwa nini, kitu ambacho sijakipenda kutoka katika In the Grey ni characters wakubwa. Ukimweka Henry Cavill, Jake ni watu wakubwa sana. Baba. Yani niliamini kutakuwa kuna mapigano fulani hivi. Thank you. Yani nimeshangaa kuona yule Salaza ambaye adui. Yule bodyguard wake
amekufa tu amelipuliwa kwenye helikopta. Imagine aliwaua wao vibaya alafu anaenda kufa very simple. Alafu Salazar ina maana hakuwa na timu ya watu wengine, mtu ambaye anamiliki mpaka island hana timu ya watu wengine ambao wanamlinda, ambapo angekuwa na mkono fulani hivi mpaka anasafirishwa kupelekwa Marekani. Amesafiri simple sana. Lakini pia Salazar alipokuja kumteka yule bidada kwamba wewe nimelipa mimi vitu, mimi silipa vitu vyangu, hajamtesa hata. Yaani alimteka, lakini alimteka wakati anamteka mwanzoni kisimple sana. Bidada anamwambia mimi sina hela yenu, mimi pia nimedhulumiwa, lakini hata kidogo amshughurishi kwenye level yani ya kwamba bana sasa wewe umechukua mkwanja wangu ujue, au unaweza ukanisemea. Walimtreat mwanzoni ni kama mkamata mfalme tu ambaye wanamhofia huenda taifa lake itakuja kumfuata. Ni kama vile walijua kwamba bana tukimtesa na kumgea shida kuna watu wanakuja kumfuata. Ile pia ni point ambayo kidogo ilinifikirisha. Lakini moja kati ya movie kali sana In the Grey kwa mwaka 2026. Rahul, mimi asante sana kwa timu yako, kama una chochote cha kumalizia tumalizie. Sawa, bana mimi of course nawakaribisha tarehe 27 Kideoni. Kideoni ni platform ambayo tunaonesha movie, tunaangalia pamoja, tunatoa maoni na movie zile zimerahisishwa kama unasemaga Snash kwa lugha rahisi ya Kiswahili. Kwa mna enjoy lugha yetu, tunapiga story baada ya pale, mtoa maoni yenu, tunachangia. Last time tulikuwa na movie kama Another Man's Wife ambayo ileta mjadala mkubwa sana wa ndoa kati ya mke na mume, baada ya mkwanja kuingizwa na mke kuifuata hiyo pesa na baadaye mume kukosa mke na kukosa mke baada ya kumuuza. Watu walichangia maoni mpaka muda ukawa utoshi. Safari tutakuwa na movie gani, endelea kutufuatilia na inaonyeshwa hichi kideo itakuwa tarehe 27 pale Breakpoint kijiji cha Makumbusho. Mimi naitwa Rahul Khan. Shukrani sana kwa Snash brother. Bwana nimefurahi kwanza kuniambia malizia kwanza. Unajua kuwa na watu moja kwenye industry moja ambao wana upendo kama wa Snash ina find attractive kiukweli, na nashangaza pia. Very strange. Huyu jamaa bana anafanya hizi movie. Mimi nafanya recap na recap. Lakini kukucheki bana, recap vizuri. Yaani haoni tabu. Kukwambia bana mzee una jambo lako unataka nije, haoni tabu. Leo nimekuja hapa kwa sababu yake na support yake. So, kwa sababu unajua kwa nini? Moja kati ya kitu ambacho huwa sipendi katika maisha yangu na sipendi kabisa katika maisha yangu ni kukutana na mtu ambaye anavimba. Unavimba nini? Kwa nini unavimba? Very true. Kwa nini unavimba? Au unakuta kuna mtu ana ubaguzi wa rangi. Kwa sababu yeye Mwarabu, kwa sababu yeye Muhindi, anabagua mtu ambaye ni mweusi. Kiwalisia roho haina rangi. Very true, brother. Sawa? Very true. Haijalishi utakuwa unajua Kiingereza kiasi gani, unajua Kiarabu kiasi gani, tukikaa kimya sote tunaongea lugha moja. Na still bado damu yako nyekundu, damu yangu nyekundu, una figo mbili na figo mbili. So sometimes hata nakutaga vijana hao ambao siwezi kumention majina hao ambao kidogo wako wana umaarufu. Kaka sasa hivi hawashikiki. Unakuta mtu anavimba, yani anavimba, it's like nini? Wanaashumu kwamba watu wanawajua. Very true. Hiki ni moja kati ya kitu ambacho kinaumiza sana vijana. Yaani mtu anaweza kaingia sehemu, akaingia Mlimani City pale, yeye anaashumu watu wanamjua. Kwa sababu tu clip yake ilipata viewers milioni 2, basi anaashumu. Kosa kubwa sana Snash. Kumbe ni sehemu ndogo sana ya watu ambao wanakufahamu. Ni kweli. Na mimi nitakwambia Snash issue ambayo pia ujue. By the way, mimi na Snash tulikuwa miongoni mwa Watanzania wa kwanza kweli kuzungumzia filamu kwa lugha ya Kiswahili, na I believe tumeinspire watu wengi sana bana Snash. Hawakuambii, hawezi kukwambia, lakini najua wengi shida yao tu vijana wao ambao sasa hivi wanafanya kaka, kama ulizozungumza kuvimba. Yaani akishapata mfano amekuzidi followers, anaona kama tayari big deal, ananiambia nini Snash? Oya, kuna mtu anamjua Snash, ana heshima yake iko pale. Na labda hajamfollow wala, lakini heshima yake imeiweka. So huyo follower mmoja ambaye amekuwekea isikuondoe hiyo dhamira ya ndani ambayo mtu yuko nayo. So mimi kwa mfano katika issue ya content creation, mimi nilianza muda mrefu sana. Mimi nilianza 2020. Very true. Ni muda mrefu sana. Baadaye ndo nikaanza kuona wengine wanaanza kushuti comedy nini. Shida na kuja watu I don't know, unakuta mtu anavimba is like alafu kuna mwingine unamuinspire. Very true. Kwa review zako. Anaweza kaja na style yake ikatwist vizuri, namba zikawa nyingi kuliko zako. Anataka kuvimbia mimi ni noma kuliko Rahul. Si sawa. No, hatupo kutafuta noma. Na mwingine mimi nitakwambia, mfano mimi movie nyingi za kuhusu hasa ulimwengu wa mfano kama MCU. Hata vijana ambao wanafanya. Kuna muda wanarudi kumcheki Snash, ku-connect dots ili akapate cha kuongea. Ile aende kuangalia. Ile akija sasa, baada kisha ajua utamwambia nini Snash, lakini kiuhalisia toa credit inapostahili. Umeelewa? Hamna haja kuvimba kwa sababu tayari ule mtu yuko pale. Uelewa mkubwa sana wa Snash kuhusu movie. Mimi mpaka leo bado ni huge fan, nilikuwa nikifuatilia movie zake. Ziko movie ambazo mimi ilibidi nika-check kwa Snash kuunganisha dot kwa sababu sio aina zangu za movie. Yaani mimi sifuatilii, sina ujuzi nao hivyo. Kwa hiyo unajua okay. Kwa mfano Kideoni. I said basi kuchenga ngombe kaka ikubwa sana. Kwa nini?
mimi watu wengi wananicheki bwana, tunapenda unafanya review usiache. Lakini niliacha kwa sababu nilikuwa naona ni kitu fulani hakina source ya income. Very true, moja kwa moja. Kuona wewe umepata wazo la nje ya boxi kutaka kutengeneza income, I was like jamaa bwana amefikiria kitu ambacho sije kukiwaza. Very true. Nikamwambia bwana hii ni nzuri sana. Umenisupport kubwa sana ndugu yangu Snash. Mimi heshima yangu kwako iko pale. Nikasema hii ni nzuri sana. Sasa vijana, by the way, tunaishi mara moja. Be humble. Tunaishi mara moja tu. Yaani vijana najua utakuwa unakutana nazo hizo. Nishakutana nazo sana kakaangu na ifika time nishazoea, lakini nitakwambia tu kwamba vitu pia vina muda. By the way, kwa mfano kumuona mtu kama Asma kwenye event yako, I was like udada atakuwa vimbi. Bro, Asma ni very supportive. Na mimi nitakwambia utakuja Kideoni, nitakutanisha naye kama amjai kuwa na ukaribu hivyo. Tutakuja kuwa na ukaribu. Yes, you will see that. Hivyo ni mtu ambaye ni very supportive. Bro, alipeka mimi kwa stukizi kaka. Kideoni iliyopita. So nilipoona vile nikasema yani akanisaidia sana. Na mimi kingine ambacho huwa kinawashangazaga watu. Unajua mimi sio mtu wa kutoka. Mimi 24/7 niko ndani. Sema kweli sijakwenda kwenye event yote sana. Labda kama umealikwa, lakini sijakutana na wewe. Mimi sio mtu wa kutoka kabisa rafiki yangu. Yani na washikaji zangu wakina Don Rocha, washikaji zangu ambao wanatamani bwana tukutane sehemu fulani hivi. Mimi swala kutoka kwangu ni changamoto sana. Tarehe 27 I'll be there. Tafurahi sana Kideoni. Sasa nisikilize nikwambie. Piga intro ya In the Grey. Na mimi nipige intro ya In the Grey. Kama vile unafungua na kuelezea alafu na mimi nimalizie. Snash, nice, noma sana. Piga intro ya In the Grey na mimi nipige ya In the Grey. Okay. So mzigo unaanza, tunakutana na huyu bidada bana ambaye anaitwa Rachel Ward. Huyu bidada bana yeye alikuwa ni wakili ambaye anahusika na michongo ambayo ni ya haki na isiyo ya haki pia, na michongo ya kisheria na isiyo ya kisheria pia, kuweza kushinikiza watu ambao hawalipi madeni kwenye kampuni mbalimbali kuweza kulipa madeni hayo. So kampuni hii ndio kaja kumsaidia au kumsaini huyu bidada ili aweze kumkamata na kumsaidia mtu ambaye anaitwa Salazar ambaye alikuwa amekopa na ameshindwa kulipa bana. Hapo sasa maneno makosha. Sasa Raul kaipiga mzigo unaanza. 1, 2, 3. Vuta picha, ni mtu ambaye una kampuni yako kukopesha mikopo, alafu umemkopesha mtu ambaye ni tajiri. Chukulia mfano wa tajiri yoyote hapa Dar es Salaam, labda Lugumi, JSM, umemkopesha hela nyingi sana, alafu inafika kipindi anakuambia mimi sikulipi. Utafanyaje? Ikiangalia kiserikali umwezi, kiubabe umwezi, labda utumie uchawi ama utumie mbinu nyingine. Sasa hii inamhusu tajiri mmoja anaitwa Salazar ambaye alikopa hela katika taasisi fulani hivi na bahati mbaya akakataa kulipa. Ile taasisi inawatumia watu kama vile Rachel Ward ambao kazi yao ni kuingia front kuhakikisha kwamba wanapambana naye kwa ajili ya kuhakikisha kwamba pata zile hela zinarudi. Wa kwanza anaitwa Braxton, alitumwa lakini Salazar akamuua. Ikabidi Rachel Ward aingie katikati pale. Rachel alipambana sana lakini mwisho siku mpunga ulirudi katika watu husika. Bwana, asante sana kwa kunisikiliza. Mimi naitwa Snash, nilikuwa na Rahul hapa. Tupiga story 2-3 kuhusiana na masuala ya filamu. Weka comment yako chochote kile ambacho wewe unafikiria. Till next time.